ambayo leo imewafanya waislamu wengi wasiweze kuongoka ni ittiba'ul hawa, ni kufata matamanio ya nafsi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza, araaita man ittakhadha ilahahu hawa, umewahi kumuona yule ambaye anaifanya matamanio ya nafsi yake ndio Mungu wake? Namna matamanio ya nafsi yake inavyotaka ndio anakwenda tu. Matamanio ya nafsi yake ndio imekuwa Mungu wake. Inamwambia kakeshe mahali fulani katika mambo ya haramu, anakwenda tu. Kalale mahali fulani, kamuibie fulani, kamfanyie khiana fulani, yeye anakwenda tu. Matamanio ya nafsi yake ndio imekuwa ni Mungu wake. Unajua kuna baadhi ya Waislamu wanafikiri starehe zote inapatikana katika mambo ya haramu. Kwa ukitaka kustarehe hapa duniani, ingia katika mambo ya haramu utapata starehe zote. Kumbe wallahi sivyo. Starehe zote inapatikana katika taa ya Mwenyezi Mungu. Ndio Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Fatawa al-Kubra anasema, inna fi dunya jannatun man lam yadkhulha fi dunya lam yadkhulha fi al-akhirah. Hii dunia ina pepo yake hii. Yeyote ambaye hatoingia kwenye pepo ya dunia, vile vile hatoingia katika pepo ya akhirah. Janna gani hii? Anasema, wa hiya jannatu ta'ati llah wa istiqamatu lidini llah, naye ni pepo ya mtu kutii amri ya Mola wake, na ni pepo ya mtu kuwa na msimamo katika dini yake, hayumbi yumbi, hababaishi na watu, anasimama na dini. Kwa hivyo hakuna raha kama mtu kutii amri ya Mola wake jamani. Ndio Mtume anamwambia Bilal, ya Bilal arihna biha, tustareheshe ya Bilal. Maana yake adhini, qimu sala, tuingie ndani ya raha. Sala ni raha, mtu kustarehe na mke wake wa halali ni raha, mtu kula halali yake na jasho yake ni raha. Lakini wewe leo unatumia vitu vya haramu, unafikiri kwamba raha yote iko huko, na inakupoteza wewe, inakufanya unashindwa kuwa na msimamo katika hii dini, na wewe unakwenda tu, wala huoni kwamba inakuweka mbali na Mungu wako na inahatarisha mpaka pepo yako. Wako wapi wale ambao wanaokunywa pombe jamani? Leo ni miaka mingapi umekunywa pombe wewe? Hauoni kwamba hii pombe inakuweka mbali na Mungu wako? Inakufanya usiamke salatu al-fajri, inakufanya usisome Qur'an, unashindwa kuamka tahajjud, unashindwa kusali, kufunga saumu za sunna. Wako wapi wale ambao wanaotafuna miraa? Hii miraa yako umeitafuna miaka mingapi? Inakuweka mbali na Mungu wako jamani, inazorotesha afya yako, inakufanya usimkaribie Mola wako, inahatarisha mpaka pepo yako, na wewe unakwenda tu wala uone. Wako wapi wale ambao wanaojihusisha na mambo ya riba? Mtu anatangaza vita na Mola wake, alafu anatarajia katika dunia hii atakuwa na maisha ya raha. Haiwezekani. Wewe unatangaza vita na Mungu kupitia kwa biashara na njia za riba, alafu utarajie kwamba utapata raha katika dunia hii. La hasha, unajidanganya ni Muislamu. Wako wapi wale ambao wanajihusisha na mambo ya kamari? Anacheza kamari usiku mchana kutwa, anaondoa baraka katika riziki yake, katika maisha yake, na haoni kwamba hichi kitu kinamweka mbali na Mungu wake, inamdhoofisha sasa, na yeye anaenda tu. Wako wapi wale ambao wanauzini? Umezini miaka mingapi wewe? Hizi nao huoni kwamba inakuweka mbali na Mungu wako jamani? Inakuondolea raha, inakuondolea afya, inakupa mambo mabaya katika maisha yako, na mwisho wake itakuletea maradhi. Make sure unanifollow ili kupata biti zangu nyingi.